Maana sisi kama Kristo, the moment that we accept Lord Jesus as our Lord and our personal Savior, sasa hatuishi jinsi tunavyotaka na hatufanyi mambo jinsi ambavyo tunafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo inafaa tuwe na lengo au na jambo ambalo linatuongoza, ndiposa tuweza kupokea neno la Bwana ambalo linatuongoza katika maisha yetu kama Wakristo kwa kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. This is our guide. It is only through the word of God that tutaweza kufuatilia au kutenda kulingana mapenzi ya Bwana au kufuata njia ambazo zinampendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunampokea Kristo, pia maisha yetu tutakuwa wakati tunampokea Kristo na kumeachana na maisha ya kale na unafuata maisha mapya. Maisha ya kale kuna vitu ulikuwa unafuata au unatembea. Kuna vitu labda ulikuwa ukifanya sababu ulikuwa unaenda kulingana na vile unahisi, lakini wakati ambapo unampokea Kristo lazima tuwe directed. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata shule lazima kuwe na kiongozi ambaye anatoa mwelekeo, na yule kiongozi anafuata direction ambayo amepewa kutoka juu na the ministry. Bwana Yesu asifiwe. The same way happens to the company. Wale ambao wako chini ma managers, they get the order and the direction to run the company from the head of or either the CEO or the director of the company. But the same way, sisi wa Kristo lazima tuwe na direction. Bwana Yesu asifiwe. So we'll be looking on the benefits of divine direction. The benefits of divine direction. Bwana Yesu asifiwe. At the end of our topic, we'll try to understand the dividends of divine leading and guidance. Wakati unakuwa unaelekezwa na mashauri, tunaangalia maelekezo na mashauri ya kuweza kufika katika hatima yetu kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Now, being led or guided or directed by God is a luxury realm of Christian existence. Wewe kama Mkristo, when you let God direct you, Biblia inasema it's a luxury realm of Christian existence. Na hapo nyuma tunafunza na mtumishi wa Bwana kwamba the only way you become a Christian, it is when you accept Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia pia vipengele vingine ambavyo vilikuwa ni kuhusiana na wakati unapokea Kristo, unabatizwa, unajazwa na Roho Mtakatifu, unakuwa Mkristo kamilifu. Bwana Yesu asifiwe. So when we allow to be guided and be directed by God, that is one way of following God's direction. Bwana Yesu asifiwe. Another way for us to know the guidance or the leading of God, tunaangalia number 2, being led and guided or directed by God is a privilege of sonship. Being led, guided, or directed by God is a privilege of sonship. And tunakuwa tu wana kwa Mungu wakati tunatenda mapenzi ama makusudio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You only become a son. Ndio maana ombi langu
sana katika huduma hii ni Mungu akaweza kutupa wana, ama akaweza kutufanya tukaweza kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe. You know, there's a difference between being a son and being mshirika wa kawaida. Kwa hivyo tusiweze kuwa washirika, bali tuweze kufanyika kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Now there are benefits of being a son in the kingdom of God. Kama tu mzazi wa kawaida vile hawezi kuhusu mwanawe aweze kupotea ama aweze kutembea katika njia ambazo hazimpendezi, lazima mzazi tu awe na mipangilio mazuri ya kuweza kumwelekeza mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. The same way it happens to us. We as the sons of God, we get a privilege of being guided by our Father. Bwana Yesu asifiwe. And we only get the guidance from God through the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasoma neno inakuelekeza katika kila hatua, kila step ambayo tunaishi katika maisha yetu ya Ukristo. There are some things that the Bible directs us to do so that we live a life that is pleasant unto God. So that we do that which we are needed to do as a child of God. Bwana Yesu asifiwe. So if we accept His divine direction, the Bible says that it is a privilege of sonship. It is a privilege of sonship. Ndio unapata that divine direction. Bwana Yesu asifiwe. So we were tunafunzwa some days back that when you become a son, wakati unakuwa mwana na you acknowledge your father, kuna vitu mingi utakuta mambo mengi unaepushwa. Bwana Yesu asifiwe. When you want to reach your destiny, when you have a purpose, a vision that you have a purpose to reach, it is only through the guidance of your leader that utafika pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kuwa mwanabiashara mkubwa, you cannot walk with those people that already failed. You only walk with those people that have succeeded, so that they give you the tips on how to succeed in your business. Bwana Yesu asifiwe. So you walk business people. Bwana Yesu asifiwe. And you have that privilege when they have some seminars or meetings, hata wewe unakuwa knowledge. Now the same way, tunapata that privilege from our God. Tunapata directed because we are His son. We are His children. Bwana Yesu asifiwe. Let's read in the book of Romans 8:14. Romans 8:14, tuanzie 13. Biblia inasema, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Bwana Yesu asifiwe. But verse 14 says, as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaacha mambo mengi, when we allow the Holy Spirit of God to take charge of your life, to take charge of your everything that you do, the Bible says
that you accept or you become a son of God. And you only become a son of God when you leave every other thing. When mostly we as Christians, our main role, our main duty, we will focus kumpendeza Mungu peke yake. Wasiwasi ingine yote, kinutakula, kinutavaa, biashara, kazi, hiyo achana nayo. All you need to do, it is you to focus on God. Bwana Yesu asifiwe. Focus on God. That's why the Bible says, seek ye the kingdom of God. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote yataweza kukamilishwa, tutaweza kupata kama wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So it is my joy to know and to speak courageously that when you walk in God's direction, you qualify to be His son. Bwana Yesu asifiwe. And you know, kuna advantages nyingi za kuwa mwana. I was trying to look by normal life yetu. Wakati uko na labda msaidizi katika boma, kuna zile vitu ambazo hawezi fanya, na kuna zile vitu yanafanya, na kuna zile vitu ambazo mtoto wako akona privilege ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. The same way, you don't expect ati mtu anamfanyia kazi na ako too free, anaweza ingia kwa bedroom yako na anachokora as a worker. Hiyo privilege anapata kweli? Hawezi pata, sio? But mtoto wako anaweza pata that privilege, anaweza access. So it means that ukiwa mwana wa Mungu, pia sisi tuko na privilege ya kuaccess the level ambayo watu wa kawaida hawawezi fikia. Bwana Yesu asifiwe. That is why when we become sick, sometimes unakutaka mambo ni mengi, unasahau kama Mungu wako. But then, wakati unakumbuka kwamba wewe ni mwana wa Mungu, you just go before Him and tell God, you acknowledge Him as your Father. Unamwambia unataka na Mungu anakupea kama Baba. Bwana Yesu asifiwe. So let us walk in the Spirit of God. Let us accept the Spirit of God to guide us, to lead us, and to help us, so that we walk and follow His divine direction. Bwana Yesu asifiwe. And that point, being led or guided or directed by God is the secret of walking successfully with God. Being led, guided, or directed by God is the secret of walking successfully with God. Wakati unakubali Mungu akaweze kuongoza, akaweze kuongoza hatua zako, akaweze kutembea na wewe, Biblia inasema kwamba it is the secret of walking successfully with God. Bwana Yesu asifiwe. Our God has never failed. The moment you put your trust in Him, the moment you accept Him, you accept the Spirit of God to live in you, to guide you. Biblia inasema it's the secret of walking successfully with God. That is only when you accept to be led, to be guided, or to be directed by God. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kwamba we receive our guidance through the Word of God. Everything that we need to know about the kingdom of God iko hapa ndani. This is our constitution.
Wakati unaenda kinyume na lile ambalo limeandikwa hapa, definitely it is you blame yourself. Kama ni nchi hapa kwetu Kenya, if you go contrary from our constitution, utashikwa. Lakini mbinguni hatutakushika, hakutakushika, but you just bear the consequences. Bwana Yesu asifiwe. So let us read and understand the word of God, and let this word of God be our pillar in everything that we do. Kama ni utajiri iko hapa, the sentence ziko kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Let us read in the book of Genesis 17 verse 1. Genesis 17 verse 1. Genesis 17 verse 1, the Bible says, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Mungu aliweza kumwelekeza Abrahamu akaweze kutembea katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutembea katika mapenzi ya Bwana, na Biblia inasema kwamba na Mungu naye akamwahidi akamwambia, and the covenant kati ya Abrahamu na Mungu itaweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe. So it also helps us to understand that when we follow, when we accept to be guided by God, we happen to receive or to access His blessings. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba when we walk according to His direction, it is the secret of walking successfully with God. We will receive our blessings when we follow what God tells us. Bwana Yesu asifiwe. So ambao wameingia tunaangalia divine direction. Divine direction, or the benefits of divine direction. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaangalia kwamba ya kwanza, when we accept to be directed by God, it is a luxury realm of Christian existence. Na ya pili tukaona kwamba when we accept to be led by God, it is a privilege of sonship. It is a privilege of sonship. Na ya tatu, ndio maana tunaweza mwisho tukiangalia saa hizi imekuwa when we accept to be guided or directed by God is the secret of walking successfully with God. Bwana Yesu asifiwe. So let us look what are the benefits of divine direction. What are the benefits of divine direction? Bwana Yesu asifiwe. Number one, the presence of God. The presence of God. Number one benefit of divine direction is the presence of God. Uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakubali kuelekezwa au kutenda kufuata makusudio ya Mungu, Biblia inasema kwamba uwepo wa Mungu ama uwepo wa Bwana utakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe.
You know, you cannot experience the presence of God when you are doing contrary with what His word says. But it's also feeling. Ni kama saizi tu vile hali uchumi imekuwa tough. Then ukuwa ni mtu mwenye you talk negative to the president. Ndio tunajua amefail, anaweza kuwa amefail. Hata kila siku unaongea negative. Leo rasmi ile tunapokea contract. Wanataka kuandika ma PS, then you apply. Then wale watu wa benchi wanarudi kwa mtandao wako. Wanaona wewe ulikuwa number 1 leading kuongea negative kuhusiana na government. Tunataka kusikia kweli. Watoto mtu alikuwa anatupiga vita sana. The same way, if you don't follow God's direction, you cannot and you never experience His presence. When it's a the evil to experience the presence of God, lazima utembee katika utakatifu. Lazima ukatende mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweza kuangalia kitabu cha Exodus 13:21. Exodus 13:21. Exodus 13:21, Biblia inasema, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and by night. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa safari ya Waisraeli walipokuwa wanatoka walipokuwa jangwani, na walifika mahali kuna mchungaji anasema kama kuna watu walikuwa wasumbufu sana, the great Israelites, wakati walikuwa wametoka utumwani. Mungu mwenyewe amewakomboa watu huko, walifika njiani wanaanza kuwa na doubt, wanaanza kushuku. Bwana Yesu asifiwe. So this hii ilikuwa ni thibitisho kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba ako pamoja nao, because the Israelites, they are the chosen one. Bwana Yesu asifiwe. So ili Mungu ili Waisraeli wasiweze kushambuliwa au attacked na maadui, Mungu mwenyewe alikuwa anatembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nao mchana, alikuwa nao asubuhi, alikuwa nao usiku. And he was walking with them because he chose them. He had a purpose for them. He had already prepared their destiny. Bwana Yesu asifiwe. And for them to reach their destiny, wakati Mungu mwenyewe amepanga hatima yako ukaweza kufika, mwanadamu hawezi kukuguide. It is only God that will guide you. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati alikuwa Moses alikuwa, God was using Moses to give instruction to the Israelites. Bwana Yesu asifiwe. And for God to prove to the Israelites that are now, no matter alikuwa anatenda this miracles ambazo zilikuwa zinatendeka. Mchana ako nao, usiku ako nao. Yani kusiwe na anything that will disrupt them. Because when you walk, unajua maandiko na kufuata, the moment utawaangalia nyuma, of course utaanza ku lose focus. Utaanza kuwa na uoga. But when you concentrate and focus on God, na uwepo wake ukaa pamoja nao, you will walk majestically. Bwana Yesu asifiwe. So the benefit of divine direction about to honor is the presence of God. Bwana Yesu asifiwe.
is present. God cannot be absent where his voice is present. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu ako hapa. Yaani tumesikia sauti yake katika ibada ya mahali hapa. Katika madhabahu haya sauti yake inatembea. Hapa yeye mwenyewe asikue. So ukisikia sauti inamaanisha mwenyewe sauti ako. Si ndio? So our God cannot be absent where his voice is present. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, under the presence of God, andika people who are led by God. People who are led by God carry a heavy presence of God. People who are led by God carry a heavy presence of God. Wale watu ambao wamekubali kuongozwa na Mungu, watu ambao wamekubali kumtumikia Mungu, hauwezi wachezea. These are the most dangerous people. Sababu wamebeba uwepo au utukufu wa Mungu uko juu yao. Bwana Yesu asifiwe. When God anoints his son, ama Mungu mwenyewe amekupea assignment ufanye kitu, haijalishi ni nani atakuja kusimama mbele. It doesn't matter, because his presence is always present. Bwana Yesu asifiwe. Hata kule kazini, juzi tulikuwa jaribu kuchagua vile maisha yetu ilikuwa nyuma unaona. Tulikuwa tukisema hata penye tumefika si ati sababu ya kujuana na watu, sio kwa sababu tumekuwa na connection nzuri na watu. It is just by God's grace. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ukiangalia kama ni yeye kule kazini, she's just a casual. Si ati anaandikwa permanent. At the office yenye na manage ni ofisi ambayo ina control the entire company. Bwana Yesu asifiwe. Basi kuna watu ambao in fact watu ni wamegraduate na degrees na masters, but ni confirmed ni permanent, but they are not working in that office. God anataka kwa nini hawawako hapo? Bwana Yesu asifiwe. Nikakuwa namuingiza namwambia, just let us continue dwelling and serving God. Maana yake presence yake ikiwa na sisi, it doesn't matter. Watu wamejaribu kumpiga vita wengi, every now and then wasiaka tu mtu anaamka, bwana this lady ako kwa hiyo ofisi na hata hiyo confirmed na anafanya kwa ofisi ambayo imeshika pesa ya kampuni yote. Ingekuwa ni uwezo wao, because that company watu wengi wanatumia madawa. Ukienda kwa malokaza watu kwa ofisi wameweka madawa. Him that puts you somewhere will always fight for you. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu tu amemweka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. The same way tunashare tu na tukiangalia mambo mengi ambayo Mungu ametutendea. Tulikadiriza kwamba wakati Mungu mwenyewe amekuinua na pamoja na wewe amekushika mkono, haijalishi nani atakuja. Bwana Yesu asifiwe. So usiwahi give up so long as you know whom you serve. Hata kule shuleni unaweza kuona hapo wanajaribu they apply for the promotion, but Mungu anakwambia tulia, wakati wako hujafika. Unajua unaweza pata promotion unajikuta ni teacher wa shule au sehemu ya graduate, because when God says it is your time, haijalishi nani atasimama mbele, you will just walk through. Bwana Yesu asifiwe. So do not be convinced to divert
na kuanza kufuata njia za ulimwengu. Just focus in following God's direction. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiwa kule Malaba, kuna jamaa akakuja nikaenda duka na akakuwa ananiletea malolo ya ugali. Akaniambia sasa, my brother, unajua watu vitu wanatumia hizi vitu. Nakupea tu hii na 1500. Duka yako haitawahi fungwa. Ndio ukiangalia normally, unaangalia mbele duka na unaangalia watu wenye anakupea example. Ndio duka zao zina trend hiyo area. Then I remember that mimi hiyo duka nilifungua, it is the Son of God alikuja akaianoint. So you cannot put two altars at the same place. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambia Mungu, wewe ni baba yangu na hujawahi disappoint. Na mimi sijui kama utawahi disappoint. Mimi ndio ni Mungu mnanipea. Bwana Yesu asifiwe. So it happened that grace ya Mungu ikakuja tu. I used to get people, unakuta mtu amewalk all the way like a distance kutoka Kabereka na kuja hapa just to get to stand by that side. Everyone ambaye wanakuja nikasema wow. So when you serve God and trust in Him, Mungu anaweza toa Mungu mahali unaweza kufikiria. Mimi nakwambia nimetoka Sanisuko. Amekuja Kiswahili sababu amesikia Kiswahili niko nayo kwa bwana wewe tayari Kiswahili azoea by then. Mungu anakuwa kwa wewe sense of being chini. It was because of the grace of God. Bwana Yesu asifiwe. So wakati una accept the divine direction kutoka kwa Mungu, hautakuwa unaishi na wasiwasi ama na hofu yoyote. Manake the presence of God will always be with you. Bwana Yesu asifiwe. It is just normal na sisi wakati umelala na umeandika security hapo nje na kutoka na bunduki. Okay, ndio ni mwanadamu. Lakini sometimes unakutana uko sawa kidogo, sio? Because unajua hapa kiingia huko na bunduki. So what about our God? Wakati unafuata mapenzi yake na unakubali direction yake, it is more perfect. Sababu uwepo wake uko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, the benefit of divine direction is the peace of God. The peace of God. The benefit of divine direction, you get the peace of God. We look at the book of Psalm 65. Psalm 65 verse 8. Na mwingine anaweza kufungua Isaiah 48:18. Isaiah 48:18 na Psalms 85 verse 8. Ambaye nipata anaweza kusomea. Zaburi 85 mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba na nisikie atakavyosema Bwana, maana atawaambia watu wake amani, na wateua wake pia, bali wasirudie upumbavu tena. Amen. Isaiah 48 verse 18. Nitasoma. Oh, that you have heeded my command, then your peace will have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Bwana Yesu asifiwe. When you walk contrary
you decide to follow other directions, zile challenges ambazo tunapatana nazo, and you don't have that strong pillar in your life to guide you, my brother and my sister, you won't survive. Bwana Yesu asifiwe. But wakati unafuata the divine direction ya Mungu, wakati majaribio yanakuja ambayo yanainuka katika maisha yako, katika jamii yako, katika biashara yako, katika masomo yako, the moment, so long as you follow the direction, or you are set to be guided or directed by God, you just have His peace. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuna amani ya Bwana, unakuwa umetulia. Hata watu waongee mambo mengi, wewe unatulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi get to learn, wakati watu wana complain, in real sense the economy iko juu, si ndio? But nikakuwa like, okay, watu wana complain, hata mimi naweza complain. And I remember back then 2010, 2012 hapo, our bishop in Nakuru akasema hii uchumi vile muone imepanda hivi, msiwahi tarajia itawahi kurudi chini, sababu ni kiwango ambayo nchi ina grow. Bwana Yesu asifiwe. So akasema wakati ina grow na wewe unafaa unaomba Mungu naye neema yake pia ikuinue. Bwana Yesu asifiwe. Now the reason why people are complaining ni sababu watu and most of our politicians wanatupromise kurudisha chini, of which it cannot happen. Hiyo mimi nawaambia leo free, uchumi haiwezi rudi chini. The researchers wanasema kwamba for any country ambayo imedevelop, angalia ekonomi yao iko juu na kuna flow ya pesa, si ndio? So the only thing that we're supposed to pray for is God's grace iwe pamoja nasi tukaweze pia kuinuka katika hiyo kiwango. Bwana Yesu asifiwe. That's why the Bible says that the righteous shall live by faith. Bwana Yesu asifiwe. So if you know that we are living by faith, then we don't expect that we will not complain. Wakati mambo yanaendelea kukua juu, na sisi tunashukuru Mungu, tunaambia Mungu, basi tumefika hapa mkate sasa hivi 55 for God. Now I want bread. Wewe unafikiri Mungu anaweza 55 for? Lakini sasa uko na complain na Mungu akupe 50 kwa sababu ulizoea kukata 50 kwa. Au unakula mkate. Sio 5 kwa bila kwa misi. But when you pray and trust in God, atakupea. Bwana Yesu asifiwe. So let us speak and try to live positively. That's why when I say I'm being born again Christian, it is a sacrifice. Mambo inaendelea kukua, unaweza mambo kawaida katika maisha ya wanadamu ni ngumu, lakini wewe kama Mkristo unaitazama ina a different angle na uangalie inakuwa ni very simple. So long as you follow you accept directed by God. Wakati kwa hiyo amani ya Bwana, the peace of God in you, you will not worry yourself. Bwana Yesu asifiwe. The same way happens. Kuna watu wamebelieve sana that wakati wanataka kusafiri, hata Wakristo, wakati wametoka kwa boga hivi na hata kutaka kusema hata napaka, hapo ndio paka ni nyeusi. Anakansel hiyo safari. Anasema hii ni mkosi, hii nimetumiwa hii. And ni Mkristo anaamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hauna amani ya Mungu. Mimi nasema tangu nilikuwa na uoga. Bali nilikuwa nafuka kama alapo kuna mtu waleta mganga akachimba hapo nje katika jengo langu na my neighbor akachimba. Wala
hii mtaa ya security. Mimi kazini wakashindwa kufanya biashara zao, mimi kuna amani. Sina mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. And you know the funny thing ni eti huyo jamaa alikuwa one na akafunga kazi ile akaniacha mimi kiendelea. Because this is cookie, vitu kama hizo zisui. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes when I say this occasion tunapanga ignorant, we are not ignorant actually. We know uchawi iko. Lakini ukiamini uchawi iko itakuvamia. Bwana Yesu asifiwe. Iko lakini we don't, because we know our God is more powerful than them. Bwana Yesu asifiwe. So when you have the peace of God in you, it doesn't matter what will come in your life, our God will always be present. Bwana Yesu asifiwe. And we only get the peace of God wakati una accept kukuwa directed na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, benefit of God. Another the benefit of divine direction is the provision of God. The provision of God. Some of us search tunafungia kwa number 3. The provision of God. Tunaweza kufungulia Luke 5:5. Luke chapter 5 verse 5. Tukaweza kusoma Luke chapter 5 verse 5. The benefit of divine direction, the provision of God. The Bible says that Luke chapter 5 verse 5. Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Simon yeye alisema yeye alikuwa anapea Mungu kulingana kulingana kwenye hawa wafanya. Bwana Yesu asifiwe. But Mungu mwenyewe alikuwa amewapea direction ama amewapea order. Bwana Yesu asifiwe. Do you think kama wangekataa kushusha nyavu wangepata samaki kweli? So wangeendelea complain. Wasema ni samaki bahari leo imekuwa imetulia imenyamaza hakuna samaki. But since they obeyed and they followed what they were told, the direction that they were given, they were directed to deepen their nets into the sea. Na kutoa wakakuwa samaki. Bwana Yesu asifiwe. It surely shows us that when we listen and accept the direction and the guidance of God, Mungu anatuprovidea. He provides for our needs. Bwana Yesu asifiwe. He provides for our needs. Na hiyo ni benefit nzuri sana ya divine direction. Bwana Yesu asifiwe. So sisi tusikwe kufuata mambo ya walimwengu, mambo ya dunia, tukaweze kufuata ambayo Mungu anatuelekeza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaweza kufikia mahali pale. Tunabakisha vipengele 4 ambazo tutamaliza wakati Mungu anatupa wakati tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Father, thank you and we bless your name. We glorify you and we adore you. Thank you for the word. May we walk according to your word, Father, and may we be guided by your grace and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Asante sana Mungu.